Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na mada tofauti kidogo. Nimekuja na mada ya mwanzo wa ukomo wa hedhi au premenopause. Nimekuja nayo kwa sababu nilikuwa najaribu kujifunza na kuangalia kwa nini wanawake wengi wakifika kwenye early pale 40 years, kuanzia 40 kuendelea. Kuna wengine wanaanza na 30 something, 39, 38. Kuna wengine lakini inatakiwa ianze kwenye 45. Hapo ndo inaanza ile premenopause. Lakini unakuta wengine wanawahi zaidi. Unakuta mwingine anaanza kwenye 40 au 41, unakuta anapita kwenye wakati mgumu sana kama mwanamke. Vitu ambavyo wanawake ambao wana premenopause wanapitia, kitu cha kwanza ni joto. Mfumuko mkali sana wa joto ndani kwa ndani. Kunaweza kukawa na baridi sana au kukawa kunaonekana kuna baridi, lakini anachemka joto. Linatokea kwa ndani. Unakuta linafumuka kwa muda wa dakika kama 10 au 20. Anasikia joto kali sana linafumuka ndani yake. Hiyo ni dalili ya kwanza, lakini kuna dalili ya pili, moyo kwenda mbio. Unakuta moyo unaenda mbio, unasikia moyo unaenda mbio, huna amani. Lakini pia kuna dalili ya tatu. Dalili ya tatu ni uke kukosa uteute, kuwa mkavu. Na akipata hiyo dalili ya uke kuwa mkavu, anakuwa yani tendo la ndoa hataki kabisa, hana ile hamu. Hataki kusikia kabisa. Hiyo ni dalili ya tatu. Lakini pia unakuta kuna wakati mwingine maziwa yanajaa. Unakuta maziwa yamejaa, yanauma. Mpaka wakati mwingine anawaza labda ni kansa, mwingine anawaza labda nina mimba. Yaani dalili zile za mimba. Wakati mwingine unakuta anatamani kula kitu fulani, ana hamu ya kula labda vitu fulani, anajisikia kula kitu hicho na kikikosa ana amani. Sasa kwa nini nimeongelea swala hili la premenopause? Nimeongelea swala hili kwa sababu nimegundua na nimefanya uchunguzi, nikagundua ndoa nyingi huwa zinavunjika kwenye kipindi kama hiki. Kwa wanaume ambao hawajajifunza au hawajaelewa, na kwa sababu masomo haya sio mengi hata kwenye mitandao, unakuta mwanaume haelewi, kwa hajaelewa ile changes za mke wake, ile hormonal changes, hajaelewa, hajajifunza. Kwa unakuta anaona huyu mwanamke mbona kama anajifanya, huyu mwanamke kama mbona kama kuna hili, mbona leo anakataa tendo la ndoa, kesho kutwa, lakini yeye hana hamu kabisa huyu mwanamke. Na mwili wake umebadilika, yeye mwenyewe hauelewi mwili wake. Kuna wakati anasikia kabisa sitaki hata kuongea na mtu yoyote, nataka niwe peke yangu, nikae mwenyewe. Anakuwa na alafu dalili nyingine ambayo nayo ni chronic sana ni mawazo, msongo wa mawazo. Anakuwa na mawazo mengi, anakuwa yani anakaa muda wote anawaza. Lakini pia dalili nyingine, kukosa usingizi. Unaweza ukamkuta hata saa ngapi hajalala, na akiingia kitandani unakuta anazunguka, lile joto, majasho yanamtoka. Lakini pia kuna dalili nyingine, kujamba. Alafu kile kijambo kinanuka mzee, unaweza ukakimbia. Kijambo kinanuka kile. Kwa unakuta yani madalili, yani kwanza mwanamke anaanza kujiuliza ni nini hiki? Lakini ukikutana na wanawake wengi, ukiwauliza, wengi kwanza hawaelewi. Wanajiuliza nini hiki ninachopitia? Lakini haelewi kwamba ile ni premenopause. Premenopause sio kumaanisha kwamba amefika ule ukomo. Sio kwamba amesha tayari fika kwenye ukomo, lakini unakuta changes zimekuwa nyingi, alafu unakuta ile damu saa zingine inaongezeka. Unakuta ilikuwa inatokaga labda muda wa siku 3, unakuta anaenda siku 7. Unakuta yule mwanamke zamani alikuwa haumwi akiingia kwenye hedhi, lakini sasa hivi maumivu, anaumia, anachoka. Unakuta mwanamke alikuwa na bidii zake, anafua, anapenda kufanya nini, lakini unakuta hajisikii, hataki kufanya kitu chochote. Anaweza kaamka leo, anajisikia hataki kugusa chochote. Hasikii hamu ya kula, hasikii na hapungui. Bado liuzito liko pale pale, bado hapungui, bado yuko pale pale. Kwa nataka niseme nini? Nataka niseme kina baba,
waeleweni wake zenu. Kuna wakati wanapitia wakati huo, lakini pia tunaweza kushinda kwa kuomba pia. Kama wewe unamwamini Mungu, unaweza ukashinda kwa maombi. Ila ile dalili inatesa my friend. Nitakuja na mwendelezo pia, tufanye nini kwenye hatua ya pili, lakini wanaume na waomba muelewe wake zenu. Hicho kipindi wanaume na wanawake, mke na mme wanatengana vyumba. Unakuta mwanaume kashahama chumba, unakuta watoto wake hawamuelewi, kwa sababu anaweza kaamka leo ana hasira. Yaani ni kama mama mjamzito, ana hasira, akitaka kula embe, hilo embe lazima lipatikane. Yaani kuna vile anasikia mwili wake umechange, sio mwili wake ule wa kawaida. Kwa anakuwa haelewi kuna nini. Kwa maana nimeamua kuongelea hili swala ili watu waelewe. Lakini waelewe kwamba inaanzaga kuna age, unaweza ukaanza na miaka 40 ukaendelea mpaka miaka 55, lakini kuna wengine pia wanaanza kwa miaka 45, kunalingana na mwili wako. Lakini kuna wengine hawasikii chochote. Yuko kwenye ile premenopause, lakini hasikii chochote. Ila kuna wale wanaoteseka, majoto, unasikia mwili wako sio wa kawaida, unasikia kichwa, unasikia mawazo, unasikia kuchoka. Kwa naomba jamii inaowazunguka iwaelewe. Mme ambaye amemuoa mwanamke anayepitia hiyo hali, hizo dalili zote nilizotaja. Nimetaja dalili ya kwanza ni kusikia joto kufumuka mwilini. Nimetaja dalili nyingine ni kusikia moyo kwenda mbio. Nimetaja kukosa usingizi. Nimetaja kuna kujambra, na hilo jasho analotoa linanuka, lina harufu mbaya. Kuna wakati mwingine ajisikia hata kuoga, anasikia yani anakuwa mvivu. Ni mwanamke alikuwa mchakarikaji, alikuwa anajipenda, alikuwa anapenda kufanya usafi, lakini unajikuta tu hasikii kufanya chochote. Yaani hata akifanya anajilazimisha. Kwa hiyo tuwaelewe. Unakuta mtu ana watoto wakubwa lakini bado hawamuelewi. Kwa hiyo yani ni vizuri mwanaume kuelewa mke wake na watoto pia wamuelewe mama. Kuna kipindi hicho anachopita, kwa sababu anaweza akamka siku hiyo ukashangaa na hasira ukajiuliza, mama nimemfanyia nini, au mke wangu nimemfanyia nini? Lakini ashukuriwe Mungu kwa wanaume ambao wanaelewa na wanawaelewa wake zao, wamejifunza na wanajua jinsi ya kuendana na wake zao. Wanaelewa siku ambayo anaona kama kuna komonya kidogo, basi wanaweza wakafanya tendo lao la ndoa, lakini hiyo dalili ni mbaya kweli kabisa. Hii hali ndugu yangu, ni homono ya kike, ni upungufu wa homono ya kike inayoitwa estrogen, ndio inayokuwa imepungua. Kuna watu kabisa wanadiriki kusema kwamba nimelogwa. Mwingine anadiriki kusema nina kansa. Mwingine anadiriki, yani anajipandikiza vitu. Lakini mimi naweza nikakushauri kama utaanza mapema zaidi, kabla ya miaka 40 hapo, kama utaanza 35 ngapi, ni vizuri kwenda hospitalini kupata vipimo ili madaktari wakupe ushauri zaidi. Lakini kwanza miaka 40 hapo kuendelea, unaelewa tu ni upungufu wa hiyo homoni ya kike inaitwa estrogen. Mungu akubariki sana.